Ya shalom, God bless you, Mungu awabariki sana. My name is Prophet Justin. Mungu amenipa neema tena siku ya leo. Niko hapa na nataka kuzungumza nawe mtu unayenisikiliza. Unajua kuna wakati unaweza ukawa ni mtu unayehitaji msaada, lakini ukajikuta umeanguka mahali ambako sio sahihi. Of course nimekutana na visa kadha wa kadha kutoka kwa watu tofauti. Wananieleza the way ambavyo walikuwa kwenye uhitaji wa kiroho, lakini wakajikuta wanaanguka kwenye makanisa, wanaanguka kwenye imani ambazo sizo. Na mengine ni makanisa ambayo yanaaminika, makanisa ya TAG, makanisa ya EAGT. Lakini cha ajabu ni kwamba kutoka huko ziko imani za mashetani. Unajua mimi sina ile tabia ya kugeneralize kwamba makanisa yote ya TAG ni watakatifu au makanisa yote ya EAGT ni watakatifu. No matter waanzilishi wake walikuwaje. Ninachokijua ni hiki kwamba kila mmoja atabeba msalaba wake. So kuna watu wale wamekuwa wakitumia kanuni moja, baadhi ya wachungaji. Kama unatoka Kigoma unakwenda Dar es Salaam kikazi au unahamia huko, wanakuuliza, wanakuambia kwamba bwana, huku kwa sababu ulikuwa unasali TAG, basi ukienda kule tafuta kanisa la TAG, ukilipata wewe unasali hapo. Au kwa sababu huku ulikuwa unasali EAGT, basi ukienda huko tafuta kanisa la EAGT wewe unasali hapo. Nataka nikwambie, palivyo kwenu sivyo palivyo kwa wenzenu. Sasa kuna watu wamejikuta wanaanguka kwenye mikono ya imani za mashetani, na ni makanisa ambayo wengi wamekuwa wakiamini kwamba ni makanisa yenye Mungu. Mtu mmoja anasema mtumishi aliwahi kumtafuta mchungaji wa kanisa moja la kiroho. Alipomtafuta akamwambia, mtumishi, ninasumbuliwa na roho ya kujichua, naomba unisaidie, sijui nitatokaje, imenitesa sana, imenihangaisha sana. Yule mtumishi alichomwambia ni kwamba tafuta maji, nitayaombea hayo maji, and then utayapaka kwenye sehemu zako za siri, utaosha sehemu zako za siri na hayo maji, ndipo utaishinda hiyo roho ya kujichua, hiyo roho ya masturbation. Lakini nataka nikwambie, hiyo sio kanuni na wala sio formula ya kutoka kwenye kifungo cha masturbation. Mungu akinipa neema, wakati mwingine nitakufundisha jinsi ya kutoka kwenye kifungo cha masturbation, kwa sababu huyu masturbation ni spirit na mimi ninamfahamu. Kuna wakati Mungu alinionyesha kwenye ulimwengu wa roho. Masturbation ni spirit, ni mtu kabisa, ana appearance ya mwanadamu, lakini anaitwa masturbation. Kazi yake ni kuwaingia watu, kuwafanya wafanye hiyo masturbation. So yule haondoki kwa maji. Ipo kanuni ya kumuondosha kwenye maisha yako, kwa sababu hakuna watu wanaimba kwaya lakini wanafanya masturbation. Hakuna watu ambao ni wahubiri lakini wanafanya masturbation. Kuna watu wanahuduma, wanasema wanamtumikia Mungu, lakini wana kifungo cha masturbation. So Mungu akinipa neema nitakuja kukufundisha. Lakini huyu sasa anakutana na imani kwamba aoshe sehemu za siri. Nadhani nikwambie, hiyo ni imani ya mashetani. Lakini pia kuna mwingine akasema, mtumishi, nilimfuata mchungaji, nikamwambia mchungaji, mimi nikilala naota nazini na wanawake ndotoni, majini mahaba, mchungaji naomba unisaidie. Yule mchungaji ni wa kanisa la EAGT mahali fulani. Yule mchungaji akawa amemwambia yule mtu kwamba hizo ndoto ndo nzuri, kwanza zinakupunguzia tamaa ya wewe kwenda kuzini na watu. Yule kijana anasema aliumia sana alipopokea yale majibu na akaamua kuacha kwenda kanisani. So nimeyazungumza haya ili nikujengee picha kwamba usipende kugeneralize makanisa kwamba kwa sababu yaliasisiwa na Moses Kulola au yaliasisiwa na mtumishi fulani wa kweli basi yote yatakuwa ni ya kweli mpaka leo. Acha nikwambie, humo ndani kuna watu wamejiingiza kwa siri, wameweka imani za mashetani. Ziko mambo mengi. Kuna makanisa ambayo misingi yake sio ya maji, lakini wako wachungaji kwenye hayo makanisa, baadhi wanatumia maji, wanatumia mafuta, wanatumia viambatanishi, kwa sababu hata ukienda majumbani kwao full time unakuta wanamfuatilia Mwamposa tu kwenye ma-TV, wanamfuatilia Suguye. Kwa wanachukua zile imani za mashetani wanazipeleka makanisani. Kwa imekuwa ile tabia kwamba ukitoka Dodoma kuelekea pengine Morogoro, basi kama kule ulikuwa unasali TAG, huku nako tafuta TAG. Nataka nikwambie, ukienda mahali popote tafuta sehemu ambayo Yesu anaabudiwa katika roho na kweli. No matter ni kanisa lako ama sio kanisa ulilokuwa ukisali huko ulipokuwepo. Mungu awabariki sana. Maandiko yanasema ondokeni kati yao mkatengwe nayo. Hii itakusaidia. God bless you. My name is Prophet Justin. Amen.